Mama wa mume wangu alikuja kuishi nasi. Siku chache baadaye niligundua kuwa alikuwa amekufa miaka 3 iliyopita. Mwanamke aliyekuwa anakula wali mezani na kuniomba nimuongezee mchuzi, alikuwa anatakiwa awe kaburini. Sikuwa natafuta matatizo, lakini matatizo yalikuja yenyewe, yakakaa sebuleni kwangu. Lakini ngoja nirejee mwanzo wa yote. Siku ambayo Chidi aliniambia mama yake anakuja kutoka kijijini kuishi nasi, nilifurahi sana, furaha ya kweli. Katika miaka 2 ya ndoa yetu, sikuwahi kukutana na mama. Kila mara alikuwa ana mambo mengi ya kumzuia kuja. Chidi alikuwa akimtumia pesa kila mwezi. Alikuwa akimpigia simu kila Jumapili. Na mimi ningekuwa napaza sauti kwa mbali nikimpa salamu, kama mke mwema. Siku aliyofika, nilikuwa kazini. Chidi alimchukua mwenyewe kituoni. Niliporudi nyumbani jioni, tayari alikuwa ameshapangwa kwenye chumba cha wageni. Alikuwa mwanamke mdogo mwenye uso wa utulivu. Macho yake hayakuangalia mtu, yalipenya mtu. Nilipopiga magoti kumsalimia, aliweka mikono yake juu ya kichwa changu. Ilikuwa baridi, ingawa chumba kilikuwa na joto. Wiki ya kwanza ilionekana ya kawaida. Hakuwa anatoka nje ya nyumba kabisa, lakini nilianza kuona mambo madogo madogo. Hakuwahi kupiga simu. Hakukuwa na marafiki wa zamani. Hakuna ndugu waliokuwa wakimpigia au kuja kumtembelea. Nilipomuuliza Chidi, alisema mama ni mtu wa kujisitiri sana. Kisha nikagundua jambo jingine. Hakuwa analala. Usiku mmoja, karibia saa 9 alfajiri, niliamka kunywa maji. Mlango wa chumba cha wageni ulikuwa wazi. Mama alikuwa amekaa juu ya kitanda, amenyooka kama ubao. Macho yake yalikuwa wazi, yakitazama ukutani. Hakutikisika, hakupiga kope. Nilisimama pale kwa dakika 5. Hakutikisika hata kidogo. Asubuhi yake nilimwambia Chidi. Alicheka na kusema wazee wana tabia tofauti za kulala. Lakini tukio lililobadilisha kila kitu lilitokea Jumanne iliyopita. Chidi alisafiri kwenda Zanzibar kikazi. Mimi na mama tulibaki wawili. Nilipokuwa nasafisha chumba chetu, nilikuta begi la zamani la safari la Chidi chini ya kitanda. Ndani yake kulikuwa na nyaraka, picha na bahasha moja iliyosimamisha moyo wangu. Ilikuwa ni cheti cha kifo. Jina lilikuwa wazi kabisa. Leila Masudi, mama yake Chidi. Tarehe ya kifo 14 Machi 2022. Mikono yangu ilikuwa inatetemeka nilipoendelea kukagua nyaraka nyingine. Kulikuwa na risiti za mazishi, ratiba ya mazishi, hata daftari la rambirambi. Sahini ya Chidi ilikuwa humo. Mama yake alikuwa amekufa miaka 3 iliyopita. Basi, yule mwanamke aliyekuwa kwenye chumba cha wageni alikuwa nani? Nilitembea taratibu hadi sebuleni. Mama alikuwa amekaa kwenye sofa akiangalia runinga bila sauti. Aligeuka kuniangalia na kwa mara ya kwanza akatabasamu. Haikuwa tabasamu la kawaida. Ilikuwa tabasamu la mtu aliyekuwa anajua kabisa nilichokigundua. Nilitaka kukimbia, lakini miguu yangu ilikataa. Alisimama taratibu kutoka kwenye sofa na kuanza kunikaribia. Kisha akasema maneno yaliyofanya damu yangu igande. Akasema, umepata makaratasi? Vizuri, sasa naweza kuacha kujifanya. Sauti yake ilikuwa ya ajabu, kana kwamba watu wawili walikuwa wanazungumza kwa wakati mmoja. Nilipiga kelele na kukimbilia chumbani. Nilifunga mlango na kumpigia Chidi simu. Alipokea baada ya mlio wa 3, kabla hata sijasema neno, akasema, mpenzi, nilikuwa nakuja kukuambia. Tafadhali usipatwe na hofu. Chochote utakachofanya, usimruhusu akuguse. Na tafadhali, narudia, usimtazame machoni kwa muda mrefu. Kilichorudi kilihitaji nafasi yangu. Kishikilio cha mlango kiliendelea kuzunguka. Pole pole, kwa tahadhari, kana kwamba kile kilichokuwa upande wa pili wa mlango kilijua kuwa nilikuwa namsikiliza. Fungua mlango,
mama alisema kwa sauti ya chini. Sauti yake iliteleza chini ya mlango kama moshi. Sitakuumiza. Nilijibana mgongo wangu ukutani nikishikilia simu kwa nguvu. Chidi, ni kitu gani hicho? Nilinong'ona. Kulikuwa na kimya upande wa pili wa simu. Kisha nikasikia pumzi ndefu ya uchovu mkubwa. Mama yangu alikufa, Chidi alisema. Lakini kitu fulani kilinifuata nyumbani kutoka kwenye mazishi. Kishikilio cha mlango kikasimama kuzunguka. Chidi akaanza kuzungumza kwa haraka kana kwamba muda ulikuwa unamkimbia. Kijijini kwetu, mtu akifa akiwa na mambo ambayo hayajakamilika, huwa hawaendi peke yao, alisema. Mara nyingine, kuna kitu hujibu maombi ya walio hai. Maombi gani? Nililia. Shangazi yangu, Chidi alisema. Alikataa kukubali kifo cha mama. Alienda kwa mganga. Alitaka mama arudi hata kwa muda mfupi tu. Amuone, aongele naye. Mlango ukagongwa mara moja, kwa adabu, kama mgeni anayeheshimu mwenye nyumba. Alirudi vibaya, Chidi aliendelea. Kina kumbukumbu zake, kina tabia zake, lakini sio yeye. Kinahitaji nini? Nilinong'ona. Ruhusa. Ruhusa? Mapenzi, kukubaliwa, kuguswa, kutazamana machoni, alisema. Kikisha kuunganisha na wewe, kinamchukua nafasi yake kabisa. Ghafla, taa za chumbani zikazimika. Nilipiga kelele, kubisha kikasimama. Lakini, nilihisi uwepo wake upande wa pili wa mlango, karibu sana. Namsikia na kudanganya, mama alisema kwa upole wa kutisha. Alinirudisha kwa sababu alinimiss. Sauti yake ikazama zaidi. Sauti mbili zikizungumza kwa wakati mmoja. Aliniombea, alinilisha kwa mapenzi yake. Sasa, alisema kwa sauti nzito, nahitaji binti tu. Mlango ukaanza kupasuka katikati. Chidi, nifanye nini? Nililia. Chumvi, alisema kwa sauti ya amri. Kuna bakuli chini ya kitanda. Mwaga mstari, usivuke, na usijibu maswali yake. Chochote atakachosema. Mlango ukapasuka kwa kishindo. Mama alisimama pale, kichwa chake kikiwa kimeinama upande mmoja isivyo kawaida. Macho yake hayakuwa macho, yalikuwa giza tupu, kama kisima kisicho na mwisho. Nilimwaga chumvi kwa mikono inayotetemeka, nikichora mstari uliopinda kati yetu. Alisimama kwenye ukingo, tabasamu lake likatoweka. Kwa hiyo, alikuambia, alinong'ona kwa sauti ya kukwaruza. Baada ya yote niliyomfanyia. Akajinyoosha mwili wake. Mwili wake ukavuta juu ghafla, akawa mrefu kupita kawaida. Mifupa ikapasuka kwa sauti ya kutisha. Nilimbeba mara mbili, alisema kwa sauti mbili. Mara ya kwanza, tumboni mwangu. Mara ya pili, kutoka kaburini. Runinga seleheni ikawaka yenyewe. Kelele za mawimbi zikajaa nyumba nzima. Unafikiri chumvi inaweza kunizuia? Alicheka. Nimeshakula mezani kwako. Nimejifunza jina lako. Alijiegemeza mbele, lakini hakuweza kuvuka mstari wa chumvi. Kisha akafanya jambo baya zaidi. Alilia. Machozi yakatoka. Ya kweli, ya moto, ya kibinadamu. Mwanangu, alinirudisha. Kwa nini hunielewi? Usijibu, Chidi alipiga kelele kupitia simu. Lakini ilikuwa tayari. Nataka tu kuelewa, nilisema kwa sauti ya polepole. Akatabasamu. Mstari wa chumvi ukapasuka kama kioo. Taa zikawaka ghafla. Mama alikuwa tametoweka. Nyumba ikawa kimya. Kimya pita kawaida. Chidi aliwasili alfajiri. Aliingia akikimbia, akiniita jina langu. Alinikuta nimekaa juu ya kitanda nikitazama ukuta. Nilikuwa hai, sikuwa na jeraha, lakini nilikuwa nimebadilika. Aliponigusa begani, nilistaguka. Yuko wapi? Aliuliza. Nigeuka taratibu, nikatabasamu. Haikuwa tabasamu ya kawaida, ilikuwa tabasamu ya mtu anayejua jambo ambayo mwingine hajui. Yule mnyama wako ameondoka, nilisema kwa upole. Lakini hakuondoka peke yake. Nyuma yake, mlango wa chumba cha wageni
ukalia kwa sauti ya kukwaruza. Na safari hii, kilichotoka kilikuwa kimevaa uso wangu. Chidi hakupiga kelele. Hilo ndilo lililokuwa baya zaidi. Alisimama tu pale, ameganda. Urefu ule ule, uso ule ule, nguo zile zile za kulalia. Yule mimi mwingine alitabasamu kwa upole. Kwa hiyo, alisema kwa sauti tulivu, huyu ndiye uliyemchagua? Kinywa changu kikakauka. Chidi akajikwaa akirundi nyuma hatua moja. Ni yupi kati yenu? Alianza kusema, lakini akanyamaza. Kwa sababu tayari alijua. Yule mwingine akasogea mbele. Sikuhisi akitembea, lakini nilijua. Nyumbani tayari? Alisema. Chidi akafumba macho. Tafadhali, alinong'ona. Chukua chochote unachotaka, lakini muache mke wangu. Yule mwingine akacheka. Mke wako? Aliuliza kwa sauti ya dharau ya upole. Ni yupi aliyekuwa na kusomea dua kwa ajili ya mama yako kila Jumapili? Ni yupi aliyepiga magoti vizuri wazee walipokuja? Ni yupi hakuwahi kuhoji kwa nini mwanamke aliyekufa alirudi? Akanigeukia. Ulifungua mdomo wako, alisema taratibu. Hiyo ilikuwa ruhusa. Chumba kikaanza kunuka udongo mbichi, harufu ya kaburi lililofunguliwa. Nilihisi kitu kinanivuta, sio mifupa yangu, nafasi yangu. Kisha taa zikazimika. Asubuhi ilipofika, Chidi alikuwa peke yake nyumbani. Mke mmoja, mwili mmoja, kimya kimoja. Nilikuwa jikoni nikikoroga mchuzi. Niligeuka niliposikia hatua zake. Umeamka? Nilisema. Alinitazama kwa makini, kana kwamba uso wangu ungejipanga upya kama angenitazama kwa muda mrefu vya kuchosha. Uko sawa? Alisema. Nikatabasamu. Tabasamu sahihi. Sio kubwa sana, sio la ajabu. Alitikisa kichwa taratibu kana kwamba anajihakikishia. Maisha yaliendelea. Watu walikuja kututembelea. Hakuna aliyegundua kitu chochote. Isipokuwa mambo madogo. Niliacha kumpigia simu mama yangu. Nililala nikiangalia ukutani. Na wakati mwingine Chidi aliponigusa, nilishtuka kidogo. Kana kwamba bado nilikuwa najifunza mpaka wa ngozi yangu unaishia wapi. Usiku mmoja, miezi kadhaa baadaye, Chidi aliamka ghafla. Nilikuwa nimekaa bila kupepesa macho. Uko sawa? Aliuliza. Ndiyo, nilisema. Nilikuwa nakumbuka kitu. Kitu gani? Nikanyamaza. Kwa sekunde moja ndefu kupita kawaida. Nilisema kwa uangalifu. Jinsi ilivyokupokelewa tena. Chidi hakuwahi kulala vizuri tena tangu siku hiyo. Na wakati mwingine, mara chache sana, ninapopita mbele ya kioo usiku mlea sana, namuona nyuma yangu. Sio ameondoka kabisa, sio yupo kabisa. Anatabasamu, anasubiri. Na swali linalorudi tena na tena, ambalo sijawahi kulijibu. Sio kitu gani kilirudi kutoka kijijini. Ni hili. Je, alinichukua maisha yangu? Au nilimpa kwa hiari? Sikujua kwamba wakati huo, nyumbani kwetu mambo yalikuwa tofauti. Mama aliota ndoto mara 3 mfululizo. Katika ndoto hiyo, aliniona nimesimama katikati ya uwanja mweusi, upepo ukivuma kwa nguvu na sauti zisizoeleweka zikinizunguka. Alisema nilikuwa nampungia mkono, lakini mdomo wangu haukuwa unasogea, kama mtu aliyefungwa ndani ya mwili wake mwenyewe. Alipoamka, moyo wake haukutulia. Nilikuwa nimeacha kumpigia simu. Sikumtafuta yeye wala ndugu zangu. Na hiyo haikuwa kawaida yangu. Mama alisema moyoni, mtoto wangu yuko kwenye vita ya kiroho. Bila kuniambia, waliamua kufunga safari kuja kuniona. Siku alipofika, nilikuwa jikoni. Nilikumbuka nikisikia mlango ukigongwa. Nilipotoka kuwasalimia, nilitabasamu. Tabasamu sahihi, lakini si la ndani. Mama aliniangalia kwa muda mrefu sana. Hakukimbia kunikumbatia kama kawaida. Hakuniita kwa jina langu la utotoni. Alinitazama tu. Na hapo ndipo nilihisi kitu ndani yangu kikitetemeka. Sikuwa na furaha kuwaona. Sikuhisi chochote. Kama ninawaona wageni.
Dada yangu mdogo alikuja kunikumbatia. Mwili wangu haukuitikia. Mama alijua. Sauti yake ilikuwa tulivu, lakini nzito. Huyu si mtoto wangu. Chidi alinyamaza. Hakupinga. Mama alimuita mchungaji yule aliyekuwa anatufahamu tangu utotoni. Maombi yalianza sebuleni. Mwanzoni nilikaa kimya. Kisha ghafla mwili wangu ukaanza kutetemeka. Sikuwa na uwezo wa kuuzuia. Nilianguka chini. Nilisikia sauti zao zikiwa mbali sana, kama zimetoka chini ya maji. Mapovu yakaanza kutoka mdomoni mwangu. Macho yangu yalikuwa wazi, lakini sikuwa ninaona kwa macho yangu. Nilikuwa ndani, lakini si mimi niliyekuwa nikitazama. Harufu ile ile ilirudi. Harufu ya udongo wa kaburi, mzito na baridi. Chumba kikajaa kama ukungu mweusi. Mama aliendelea kuomba kwa nguvu ambayo sikuwahi kuisikia kwake. Achia mtoto wangu, alipaza sauti. Mchungaji aliongeza sauti ya maombi. Na hapo nikasikia kama kitu kinachanika ndani yangu. Sio maumivu ya mwili. Maumivu ya mahali. Kama kitu kinangokwa kutoka ndani kabisa ya nafsi. Nilihisi baridi kali ikipanda mgongoni. Halafu, moshi mweusi ukaanza kutoka kifuani mwangu. Waliuona wote. Ulitoka polepole, ukielekea dirishani, kama una njia yake tayari. Harufu ya udongo wa kaburi ilikuwa nzito sana, mpaka ilifanya hewa iwe ngumu kupumua. Maombi yalizidi. Kisha ghafla, harufu ilianza kubadilika. Udongo wa kawaida, harufu ya mvua, harufu ya dunia iliyo hai. Moshi ulitoweka kabisa. Mwili wangu ukalala kimya. Nilikuwa napumua polepole. Ndani yangu kulikuwa na utulivu wa ajabu. Halafu, nikasikia kama mtu anarudisha taa iliyokuwa imezimwa. Nilivuta pumzi ndefu. Nikafumbua macho. Mara hii, niliona kwa macho yangu. Nilimuona mama akilia. Nilimuona dada yangu akishika mkono wangu. Nilihisi kitu ambacho sikuwa nimekihisi kwa miezi. Mimi. Nilijisikia kama mtu aliyekuwa mbali sana amerudishwa ghafla. Kama nilikuwa nimeazima mwili wangu kwa mtu mwingine. Au labda, nilikuwa nimemruhusu. Nilimwangalia Chidi. Kwa mara ya kwanza, niliona hofu yake wazi. Na nikajua, kipindi chote hicho, sikuwa mimi kabisa. Asante kwa kufuatilia simulizi hii mpaka mwisho. Kila siku tunakuandalia hadithi mpya zenye msisimko, mapenzi, visa, mafunzo na matukio ambayo hutakiwi kuyaacha yapite. Hapa ndio mahali pekee unapopata simulizi zilizoshikana, zenye ladha ya kipekee na zinazokufanya utamani kusikia sehemu inayofuata mara moja. Kama umependa stori ya leo, basi hakikisha unabofya kitufe cha subscribe, ushike pia alama ya kengele ili kila simulizi mpya inapowekwa uwe wa kwanza kuipokea. Kila siku tunakuletea visa vipya vya kusisimua, vya kuhuzunisha, vya kupendeza na vingine vya kukushangaza kiasi cha kukufanya utake kusikiliza tena na tena. Usipitwe na safu ya hadithi kubwa tunazoziandaa zinakuja, kila moja ikiwa tamu kuliko iliyotangulia. Hivyo, kaa karibu nasi, subscribe sasa na tuendelee pamoja kwenye dunia hii ya simulizi zisizoisha. Asante kwa kutazama na karibu tena kwenye simulizi inayofuata.